Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kwa video yetu nyingine mpya kwa siku ya leo, video ambaye imesikitisha sana. Leo nataka niwaambie kwa nini hii video imesikitisha na imefanya watu wengi wawe wanahuzunika kuhusu video. Na nchi nyingi ambazo zimeongelea kuhusu video, ya kwanza ni Fransa, Turkey, Italy, Belgium, Germany, Spain, Qatar. Nchi nyingi zimeongelea video ya leo. Ni kuhusu ule mdada ambaye mumemwona kule kwenye thumbnail, ambaye watu wameshikana wakiwa wanasema ni Msomali, ni Msudani, lakini hatuongelei ni wa wapi, kama ni Msudani, kama ni Msomalia. Kwa vile ni Mwafrika tu, haina shida. Lakini tatizo la video kubwa ambaye hata tunaiongelea hapa kwenye hii video ni kuhusu huyo dada ambaye ametekwa na jeshi la Israeli. Huyo dada ni msaidizi, alikuwa anatoa misaada. Ni meli nyingi zilikuwa zinajaribu kupeleka misaada kwa Palestine kule Gaza, ambaye vita ina miaka karibia 2 sasa hivi haijasimama. Usiku na mchana watu unaona wanakufa. Lakini leo ilikuwa ni siku ambayo hao meli waliojaribu kupeleka misaada, kwa mfano ilikuwa ni meli za Turkey na nchi tofauti zilijaribu kupeleka misaada huko Gaza, lakini bahati mbaya na hazikufika kule zinapohitajika. Sasa katika hizo meli kulikuwa meli mojawapo ilijaribu kupenya na kujaribu kuingia kwa Palestine, lakini ilipofika karibu na mpakani nayo ikakamatwa na jeshi la Israeli. Na kwenye hiyo meli kulikuwa na huyo mdada mmoja ambaye anasemekana ni Msomali, sasa hivi ni maabusi wa Israeli. Huyo dada mwenyewe alirekodi video akiwa analalamika na akiwa anasema, akiongea lugha ya Kifinland huko alipozaliwa, akiwa anadai, anasema, jamani nchi ya Finland, nawaomba mnisaidie, mimi nimefungwa, nipo katika gereza la Israeli huku, napata shida kweli kweli, naomba msaada kwenu, mnisaidie nitoke huku. Bado hajatolewa, lakini nchi nyingi nazo zimeongelea kuhusu hilo jambo, wakiwa wanawaambia Waisraeli wafanye juu na chini wawaachie au watu waliowakamata kwenye hiyo bahari, wakiwa wanapeleka misaada kwa Wapalestine. Sasa huyo mdada ambaye amekamatwa, kuna tofauti fulani sasa hivi hapo unaendelea. Kuna wengine wanasema ni Msomali, kuna wengine wanasema ni Msudani, lakini yeye mwenyewe kwenye video aliyorekodi akiwa anaongea Kifinland, hajaongea Kisomali wala Kiingereza wala Kisudani, Kiarabu au lugha yoyote. Aliongea Kifinland na akiwa anadai, anawaambia nchi ya Finland kuwa impe msaada, atolewe huko alipo. Sasa kwa nini hizi nchi nyingine nazo zimeongelea kuhusu hizi? Kwa mfano kama Faransa amesema anaomba Israeli awaachie huyo mdada. Turkey kama kadhalika, nayo hawezi nyamaza. Unamjua Erdogan, kila kitakachotokea ndio mtu wa kwanza katika kuongelea katika matatizo yanayotokeaga upande wa Gaza. Nchi nyingine ni Belgium nayo haijakaa pembeni, nayo ikasema na mimi lazima niongelee kwenye hili tatizo, nijue nalo linaenda vipi. Nchi nyingine nayo haikurudi nyuma ni Germany nao imeongelea kutu au watu waliokamatwa na Waisraeli. Na Spain nao haikunyamaza pia, nayo imeongeza mkono na ikiwa inasema bwana, tunaomba Israeli waachia au watu. Ambayo nchi nayo iliongeza nao nyingine ni Qatar nao haikunyamaza pia nao. Lakini zipo nchi nyingi ambazo zimeongelea kuhusu hizo meli zimekamatwa na Waisraeli. Ukiangalia hizo meli, siwezi kuweka video za hizo meli hapa kwa sababu unajua tu katika sheria za YouTube siku hizi wamekaza kila kitu, lakini nitawaambia, ukienda kwenye Al Jazeera, ukienda Twitter, ukienda kwenye Al Jazeera Arab side, ukienda ile ya English, ukienda wapi, utazikuta hizo video zote ambazo zimepostiwa hapo, wakiwa watu wanaziongelea kuhusu hizo shida wanazowafanyia au watu waliokuwa wanapeleka misaada Palestine. Sasa hivi hakuna mtu anaweza kapeleka msaada Palestine kwa sababu watu wameanza kuogopa. Wanaogopa nini? Ukijaribu kupeleka msaada, ukifika pale ujue tu mawili: ukamatwe na Waisraeli au usipate chochote. Kwa sababu ya nini? Hukubaliwi kuingia. Waisraeli wanafanya wanavotaka wenyewe, sio hata wafuatilii sheria zinasema nini au Umoja wa Mataifa unasema nini. Hapana, sasa hivi Mwisraeli kasimama, bwana mimi nafanya ninavyotaka mwenyewe, kwa sababu hasikilizi cha mtu yoyote. Wamejaribu
kujaribu kufanya misaada, kuwapelekea vyakula, mabrangeti, mashuka, masufuria, lakini hali sio hivyo tunavyoizania. Hali ya Palestine sasa hivi inazidi kuwa ngumu siku baada ya siku, lakini Waisraeli nao wanasema hapana. Ukiangalia unakuta media nyingine za Waisraeli nazo zimeanza kusupport, zinasema bana, jeshi la Israeli mnavyofanya sio vizuri, lazima muangalie huruma ya ubinadamu uliokuwepo. Kwa sababu gani mnawafanyia wamaskini wa watu hivi? Lakini unajua, ukiwa katika hali kama hizi, maneno yako mengi hakuna mtu atakayesikia. Itakuwa tu unaongea wewe, lakini hakuna anayeyatekeleza au anayoyasikiza. Lakini kuna media nyingi sasa hivi tunaanza kuziona zinaanza kusupport wa Palestine pia, ambazo ni za Waisraeli, wakiwa wanasema bwana, hawana furaha wakiona watoto wa Palestine wanakufa vile. Ni sawa na watoto wao, wanawaonea huruma, lakini nyingine nazo ndio hivyo zinazidi kukandamiza. Sasa kwa sisi nao ambao tunasema kama Waafrika, kwa vile yule mdada naye yupo pale ambaye lakini hajawasema yeye ni Msomali wala hajasema yeye ni Msudani, aliongelea kuhusu filan, ametaja nchi tofauti na hizo zote zinasema ni wa kwao. Lakini si unajua tu watu wengi sasa hivi wametawanyika kwenye dunia, kila mtu yupo sehemu tofauti, akiwa anadai ni wa sehemu fulani lakini yupo sehemu tofauti. Sasa huyo dada ni filan, na kikawaida inawezekana akawa ni Msudani au ni Msomali. Hatuna uhakika, tutazidi kufuatilia na tukizidi kujua hali yake ni mtu wa wapi kabisa haswa, na sita kuja kuwaletea video inofuatia kuhusu ni wa wapi huyo dada na ni nani. Thank you very much guys, na washukuru sana kwa kunisikiliza katika habari ya leo, na msikose kusubscribe na kushare the video zetu ili zifike mbali. Na kama ni mgeni leo ndo umekuja kwanza katika hii channel, usisahau kusubscribe, uwe mmoja katika kundi letu, na mjaribu kushare video zetu, tujidi kujijuza habari mpya zinazotokana katika ulimwengu. See you next time guys. Thank you very much. Bye bye.